Pia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kufika pale kwenye kitabu cha Malaki, Mungu alikuwa anatembea na wanadamu. Wanaenda hapa, wakati mwingine anawacha. Ukisoma kwenye Biblia kuna maneno anasema kwamba hata Pasaka ilikuwa haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuanze ule mstari wa kwanza. Pale Mambo ya Nyakati. Anasema Hezekia akatuma wajumbe kwa Israeli wote na Yuda pia. Akamwambia akawaandikia nyaraka Efraimu na Manase waje nyumbani kwa Bwana Yerusalemu ili wamfanyie Bwana Pasaka. Wamfanyie Pasaka Bwana Mungu wa Israeli, kwa maana mfalme na wakuu wake na kusanyiko lote katika Yerusalemu walifanya shauri kufanya Pasaka mwezi wa pili, kwa sababu hawakuweza kuifanya wakati ule, kwa kuwa makuhani walikuwa hawajajitakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na maana walikuwa na muda mrefu hawafanyi Pasaka. Na Pasaka maana yake ni kuwa na karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakufanya Pasaka kwa sababu walikuwa wamemwasi Mungu, wameenda tofauti na Mungu. Lakini Mungu anaendelea kwa kukumbusha. Anasema hivi, nirudieni mimi. Kwa siku ya leo niombe mtu wa Mungu uliyoko mahali hapa, ni wewe mwenyewe kwenda mbele za Mungu kusema kwamba mimi kuanzia leo nataka niwe wa Mungu. Haijalishi upo kanisani. Na ninachotaka kusema ni kwamba, jamani ndugu zangu wapendwa, hapa tulipo hapa duniani ni tunapita tu. Safari yetu natakiwa tuende mbinguni. Yaani siku ile tunapofika, wakati Mungu anasema anataka lichukue kanisa, tunaondoka wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Usibaki nyuma kwa sababu ya yale mambo ya dunia ambayo unaendelea kuyafanya. Yawezekana upo kanisani lakini bado hujakutana na Yesu. Upo kanisani, tunaingia, tunahesabu kanisani tuko wangapi, lakini wale ambao wako tayari kwenda na Bwana ni wachache. Hakuna anayejua nafsi yako inawaza nini. Hakuna anayejua moyo wako unafikiria nini. Lakini Mungu anachotaka ni kwamba yeye Mungu sio mpumbavu. Hata aseme kwamba mjenge kanisa. Yesu akamwambia Petro kwamba wewe ni mwamba na juu yako nitalijenga kanisa ambalo hata misingi ya kuzimu haiwezi kulibomoa. Kwa hiyo lile kanisa limejengwa kwa ajili yako wewe na mimi, ili tufike mahali siku Mungu atakapokuja kuchukua kanisa lake nasi tuwe mmoja wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nimesema hivi, Mungu alimwambia Hezekia anasema hivi, wakamkaribia matowashi wenye nyaraka za mfalme na wakuu wake kati ya Israeli yote na Yuda, kwa amri ya mfalme kusema, enyi wana wa Israeli. Yani walikuwa na nyaraka za kuwaeleza, kuwakusanya wale wana wa Israeli na wana wa Yuda kwamba jamani, tumrudie Mungu. Ina maana wamejitambua kwamba mahali tulipo sasa sisi hatuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu na wewe fika mahali ujitambue wewe mwenyewe binafsi. Nafsi nini mwako? Ukoje mbele za Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya Alhamisi, samahani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri unaweza mkasema, huyu mama mbona Jumanne na Alhamisi haji? Si ndio? Huwa mnajihoji, mbona mama Alhamisi na Jumanne haji? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Jumanne nina maombi kuanzia saa 3 mpaka saa 11. Halafu Alhamisi tuna huduma New Life kuanzia saa 5 mpaka, yaani ile yenyewe haina muda. Maana unaweza kukuta kuna wagonjwa, kuna nini. Kwa mnaweza mkaomba mpaka saa 12. Kwa sina nafasi ya kuja hapa. Lakini hivi karibuni nikawaambia watu wale wanamombi wenzangu, nikamwambia mimi huwa natafakari moyoni, nasema hivi ikatokea halafu nikaondoka nikaenda jehanamu, hivi nitamweleza nini Mungu? Maana mambo niliyoyafanya Mungu ni mengi mazito. Ninatamani siku ile nikiondoka niende mbinguni. Itakuwa ni aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Itakuwa ni aibu kiwa Mungu atakuja kulichukua kanisa afu nibaki. Nilikuwa naombea na wenzangu, nikisema jamani, watu wa Mungu tunatakiwa tuvae mkanda. Tusije tukafurahi tu kwa tunakutana mahali hapa halafu tunatawanyika. Hebu tuje tufurahi siku ile Mungu akija kuchukua kanisa na sisi tuwe wamoja wapo utakaoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikuombe ndugu zangu wapendwa, hapa sio kuja kujionyesha. Hapa sio kwenye maonyesho. Hebu ifike mahali kama kweli wewe bado
una misingi ya kule mbali kwa mababu zetu na mabibi zetu, ifike mahali uiache uje kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatamani siku atakapokuja kuchukua kanisa akute watu wako tayari. Maana anajua, na ndio maana anasema hivi, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Yaani Mungu amekaa na wanadamu kuanzia wapi na wapi, anatembea nao, wako Misri yako nao, sio watu wako naye. Ikafika mara akasema sasa mwanadamu ana moyo mgumu. Hebu basi nitoe mwanangu ili ajue kama mimi nampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi nani asiyempenda mtoto wake? Lakini Mungu aliamua kumtoa mtoto wake mpendwa akafa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Sasa sisi tunafanya nini hapa duniani? Kama tupo tu tunaendelea kufanya mchezo kanisani, tunaingia tunatoka kama tulivyotoka hapo, unaenda unaanza kutambikia. Kuna watu wakitoka hapo wanaenda kutambikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati mwingine unatambikia bila kujijua. Yaani shetani ana mbinu nyingi za kumdanganya mtu wa Mungu. Anatumia vigezo vingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukajifunga wewe na familia yako asema mimi kwa kweli ni Mkristo na ninaenda mbinguni. Ngoja katoke. Yaani shetani ana mbinu nyingi. Haleluya wana wa Mungu. Amen. Anaweza katengeneza sherehe. Nyumbani anatengeneza sherehe, tunataka tutambikie. Tuitane kikao cha familia. Halafu kwenye kile kikao cha familia, kikao kizuri, lakini wakaweka na bia. Unaweza ukataa. Wanaweka kayoga. Anaweka ndimasi. Unaweza kukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kuingiza kwenye mtego bila kujijua. Au unafika hapa nasema si mama alikuwa amekupa vibuyu wewe ndio tambikie. Sasa leo nakuaje nakataa kuvishika. Halafu kinachotuumiza ni aibu. Na sasa sisi kina mama yani ntabikoze kwenye baba chabanyelewani. Lakini unapofanya hivyo tayari umemwacha Mungu. Na Yesu ananyosha mikono anasema kwa kweli kwa kazi niliyofanya kwa huyo mwanangu naaje. Naomba tujihadhari wana wa Mungu. Ulimwengu tulionao una mambo mengi. Wakati mwingine unasema mimi nimeokoka afu ndugu zako wanakutafutia mtego. Sio wao, ni shetani. Huyu jamaa anajifanya ameokoka, yeye ngoja tamtega sehemu fulani. Halafu anatafuta kitu cha kutegeshea. Mpo pale kwenye jamii kama jamii, wanasema leo tunataka tufanye moja, tufanye mbili. Utakataa wewe peke yako kama una msimamo. Kama hujamshika Yesu. Kwani waombe wapendwa, tunaombe. Neno limesema hivi, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila muamini asipotee. Naomba sasa mtu wa Mungu, kama kweli umeamua kumwamini Yesu, hebu muamini kweli kweli. Na jitoe hasa. Ikiwezekana hata ndugu zako wasema tunamtenga huyu sio ndugu yetu, wakutenge. Unaonekanaje ukitengwa ukawa umetengwa duniani lakini mbinguni ukawa huru? Ukawa wewe ni wa mbinguni. Lakini ndio inasema kifulani chishinga ngo charokotse none turokirabisha. Imani shimu. Wana wa Mungu hapa tulipo tunapita. Tunaenda mbinguni. Hebu ifike mahali tusiendelee kumwacha Mungu. Tusimame na Bwana, tuende kumtafuta Mungu, tuendelee kusimama naye. Maana amesema hivi, amesema jitengeni. Naomba tusome kile kitabu cha Ezekieli. Tuanze na ule mstari wa 7. Anasema wala msiwe kama baba zenu na kama ndugu zenu waliomwasi Bwana Mungu wa baba zao hata akawatoa kuwa ushangao. Wale ndugu zetu walipotoka Misri walifika mahali wakamwacha. Wakarudi kuabudu miungu mingine, na yeye akasema aliwatoa wakawa ushangao kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonaje? Yaani ukiamua kumwacha Mungu unakuwa ushangao, mtu anakuangalia na kushangaa. Anasema hivi fulani. Kwa mfano wewe umeokoka, wewe ni mwimba kwa hiyo kuna cheza hapo. Alafu baadaye wanakuta barabara yuko unagombana na watu. Si lazima utakuwa mshangao. Wanasema fulani sasa alikuwa anaimba siku ile. Mbona sasa yuko anagombana? Mbona yuko anasema maneno machafu? Mbona yuko anasema hivi? Mbona binti yule alikuwa ameokoka? Sasa tumemkuta kwenye kichaka. Tumemkuta kwenye gesi. Si unakuwa ushangao. Yaani fikiri kwamba ushangao unapata kitu kubwa. Ni kitu cha kawaida ambacho kiko hapa duniani kinachoweza kufanya ukawa ushangao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema kabisa mstari wa 7. Anasema wala msiwe kama baba zenu na kama ndugu zenu waliomwasi Bwana Mungu wa baba zao hata akawatoa kuwa ushangao kama muonavyo. Msiwe
msiwe sasa wenye shingo ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema msiwe wenye shingo ngumu.